Nasema nimeongozana na babu, atakubali muite babu. Anataka nao kutembea anataka. Hebu simama. Huyu inapotokea sasa kama mzee wangu pale anamuoa huyu, hivi nani atakuwa anatamba je? Hebu tuseme ule ukweli. Ni nani atakayekuwa anajidai? Familia. Ni huyu au ni huyu? Ni familia. Semeni ukweli jamaa, mbona ukweli uko peupe? Nani anajidai? Bwana mkubwa. Haya atakayekataa kuongozana kwenzake. Shida. Binti moja akaniambia kwamba kimekulewa mzee sorry. Ila wana bana. Yaani ukitaka kutoka kidogo tu hataki uondoke pale pale. Ana wasiwasi kwamba ukitoka kidogo tu vijana kunyakua. Umeona? Wao wazee wanabana kweli kweli yani ila ni vizuri sana kuolewa na mzee. Ila bwana hawataki utoke. Na mimi nataka nitoke kidogo nikafanye mambo yangu nirudi. Sawa wale hawakubali. Kama ni mambo gani hayo tutakwenda huko? Yaani huo ni uonezi kabisa. Yaani binti mdogo unapoenda kuolewa na mtu mzima wa namna ni maonezi kabisa wewe. Huo ni unyanyasaji. Haleluya wapendwa. Wewe ujijui tu umenyanyaswa wewe. Hujitambui. Hivi kuna raha gani sasa? Badala ya kuolewa na kijana mwenzako unaenda kuolewa na mtu mzima. Kwa hiyo hata kusimulia habari za maisha huwezi kusimulia, unaanza kuishi na mtu alishaishi miaka mingi wewe. Wewe unafanyaje sasa hapo wewe? Wapo wengi bwana ambao wanaanza kukuoa tu jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua nyinyi mabinti bwana, nyinyi mnajiona kama mko wengi sana. Kumbe sisi hatuwaoni. Sisi tunaona mko wachache sana. Ila nyinyi mnaona kama mko wengi sana. Yaani ukipita mnaona kama mko wengi sana. Lakini sisi tunaona mabinti wachache sana sana. Wako wawili jamaa mwanzo kule tunaona wawili. Kwa nini tunasema ninyi mko wachache? Tabia ndio kinachosumbua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani mko wengi sasa, tabia sasa ndio zinazosumbua, ndio zinafanya muonekane wachache. Kwa hiyo jitunze vizuri. Amina. Jitunze vizuri, jiheshimu. Ishi vizuri tu kwa utaratibu. Yaani mambo mazuri hayahitaji haraka. Haleluya wapendwa. Amen. Mambo mazuri